Hujambo na karibu kwa updates za wikendi. Jina langu ni Jembe Mahiri. Miongoni mwa taarifa kubwa mitandaoni wikendi hii ni tukio la mwanahabari maarufu Willis Raburu ambaye alipoteza simu yake ya Samsung Galaxy Fold katika uwanja wa Carnival jijini Nairobi. Lakini story haikuwa hapo. Story ilikuwa the phone security features zilimnasa mtu huyo aliyekuwa akijaribu kuifungua kwa kutumia nywila isiyo sahihi na kumtumia Raburu picha za mtu huyo moja kwa moja kupitia barua pepe. Tunakuletea habari moto moto. Leo TikTokers wengi wa kizazi cha Gen Z walishiriki katika ibada ya shukrani ambayo ilifanyika JCM kumfaa Kaluma Boy. Kaluma Boy amegusa nyoyo za wengi kupitia video zake za TikTok zinazomuonyesha akijitahidi kumsaidia babake mgonjwa. Habari hii iliwagusa Wakenya wengi na Jumapili iliyopita tukio la kihistoria lilifanyika Nyeri ambapo Wakenya kutoka maeneo mbalimbali walimtembelea katika kile walichokiita Kaluma Day na kumfanyia mchango. Katika ibada ya leo, mchango uliongezeka zaidi ambapo ndani ya nusu saa tu Wakenya walichangisha zaidi ya shilingi milioni 2 ambazo zitatumika kumfungulia mama yake duka na kumsaidia kiuchumi. Mchungaji Bishop Ben Kengei alitangaza rasmi kuwa fedha hizo zitatumika kwa lengo hilo. Aidha, Kaluma Boy alipata ufadhili wa masomo ya 100% ambao ni full scholarship katika chuo kikuu cha East Africa ambapo atasoma kozi ya mauzo na uuzaji ili kuendeleza kipaji chake cha uuzaji wa kidijitali. Tukio hili limevutia hisia nyingi mitandaoni na kuonyesha nguvu ya mshikamano wa Kenya katika kuinua maisha ya kijana huyu na familia yake. Tunakuletea habari moto moto. Wikendi hii gumzo kubwa mitandaoni ilihusu mahojiano ya Roselyn Mwakideu, alikuwa mke wa Robert Burale, ambapo alihudhuria podcast ya kaka yake Alex Mwakideu podcast. Mahojiano haya yalifanyika baada ya Robert Burale kukiri katika podcast hiyo kuwa walikuwa kwa ndoa iliyodumu kwa mwaka mmoja na siku kadhaa, lakini kavunjika miaka 13 iliyopita. Alipohojiwa kuhusu kuvunjika kwa ndoa yao, Robert alisema kuwa ilikuwa ni matokeo ya watu wawili wazuri kutopatana. Hata hivyo, Roselyn alionyesha kutofautiana na kauli hiyo na kufunguka kuwa huenda Robert hakuwa mtu mwema katika ndoa hiyo. Alieleza kwamba Robert alimkataza kuwa na uhusiano na rafiki, ndugu na watu wake wa karibu, na kuendelea kusema kuwa kulikuwa na upungufu wa haki ya ndoa na kutolea mfano wa kutoshiriki tendo la ndoa wakiwa fungate iliyofanyika Afrika Kusini, na kama haitoshi akafunguka pia fungate hiyo ilikuwa imedhaminiwa na mwanamke mwingine aliyekuwa ameahidiwa kuolewa na Robert Burale licha ya kuwa mwanamke huyo alikuwa kwa ndoa ya miaka 20 na mume mwingine. Roselyn aliendelea pia kufafanua kuwa Robert alikuwa ameahidi kuwa wanawake wengi na alikuwa na kashfa nyingi za kuwakopa na wengine wao kuishia kutowalipa, kitu ambacho kilifanya awindwe na vyombo vya dola. Pia kupitia mawasiliano ya siri aliyopata kupitia barua pepe, Roselyn aligundua kuwa Robert aliwahi kusema kuwa hana mapenzi kwake na kwamba ndoa yao ilikuwa kama chakala macho. Aliendelea kusema kuwa alipigwa na matukio mengi ndani ya ndoa hiyo, ikiwemo kuona video za aina fulani chafu kwenye kipakatilishi cha Robert zinazoonyesha wanaume wawili wakifanya ngono, jambo ambalo lilimfanya kushindwa kuvumilia tena. Watu wengi mitandaoni wanahisi kuwa tukio hili ni la miaka mingi na Robert wa miaka hiyo sio Robert wa sasa. Robert wa sasa ni mtu tofauti, huku wengine wakisema tabia ni kama ngozi, haiwezi kubadilika. Tunakuletea habari moto moto. Wikendi hii kumekuwa na tetesi mitandaoni kwa mwanasiasa wa miaka mingi ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM alikuwa anapigania uhai wake hospitalini. Hata hivyo, taarifa hizo zimekanushwa na chama cha Orange Democratic Movement ODM. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, ofisi ya katibu mkuu wa ODM ilifafanua kwamba Raila aliondoka nchini Jumaa jioni kwa safari ya kawaida ya nje ya nchi, mojawapo safari nyingi alizofanya mwaka huu. Chama hicho kilisisitiza kwamba safari yake ya nje ya nchi sio kwa ajili ya matibabu
kama ilivyoripotiwa na baadhi ya watu mitandaoni. ODM imeongeza kuwa Raila daima amekuwa wazi na Wakenya kuhusiana na hali yake ya afya na atawajulisha hadharani kuhusu matatizo yote ya kiafya kama alivyofanya hapo awali. Taarifa hiyo ilithibitisha kuwa Raila bado anaendelea na majukumu yake ya kisiasa nchini na nje ya nchi. Tunakuletea habari moto moto. Miongoni mwa taarifa kubwa mitandaoni Jumapili Oktoba 5 inahusu msanii Shalkido, msanii maarufu wa muziki wa Gengeton. Msanii huyo yupo katika hali mahututi Kenyatta University Referral Hospital baada ya kuhusika katika ajali ya barabara iliyotokea Jumapili asubuhi. Taarifa hii imethibitishwa na mtangazaji maarufu Oga Obinna ambaye alieleza kupitia mitandao ya kijamii kuwa Shalkido alikumbwa na ajali na anatibiwa kwa sasa. Hata hivyo, haijafahamika kwa undani mazingira ya ajali hiyo. Msanii huyo aliibuka kupitia kundi la Silas Gang na baadaye kuingia kwenye muziki wa Mugithi. Wiki chache zilizopita alijitokeza na kukiri kuwa hali yake ya kifedha ilikuwa imezorota na kufanya ombi la msaada kwa Wakenya, ambapo baadhi ya watu walimsaidia ikiwemo Eric Omondi ambaye alijitokeza na kumnunulia pikipiki. Naendelea kufuatilia taarifa hii ya Shalkido na nitawajuzeni kadri nitakapopata habari zaidi kuhusiana na tukio hili. Nimekuwa wenu Jembe Maheri. What's up everybody, Oga the Tap. So it's not a very happy Sunday afternoon because of Shalkido. So Shalkido is critically is in a critical condition in hospital. I think it's KU referral, so we are on our way there. We already sent some people mapema wakenda kuangalia wakapata it's true he's there. So we're just gonna go find out what has happened where, and then also so we can update. So quick story, what happened yesterday. I had a show in Thika last night. Getting to Thika, I find Shalkido there. When I'm getting out of the car and I'm like, yo, hey, niaje fiti nini. I even told him, karibu man, so toa jacket weka kwa gari. Akaweka kwa gari, nikamuuliza na pikipiki kwa aje? Akaniambia iko pale nje. Nikamwambia is it safe? Akaniambia iko safe. Nikamwambia sawa, tuingie. So I put him on my entourage, of course, and I treated him like an artist the way I would any other artist. So akatu join, tukaingia naye. Hata nakumbuka nikiambia Sigi, kuna time walikuwa wanatuambia wanataka kutupiga picha si watu wawili, mimi na Sigi. Nikamwambia Sigi hapana, I want Shalkido to be in the picture. Sigi, I'm sure you can reiterate that one. Tukaingia, tukakanae kwa table yetu. I went round saying hi to people. He was chilled over there. Then I spoke to Emotion Munez, nikamwambia many DJ. Kuna time DJ alikuwa na mix, then akaanza kucheza kina Queen Bee Machine and the likes. Nikamwambia DJ mwambie Shalkido ako hapa, introduce a perform. So he was introduced, he performed, it was good. Came back, sat down. Later I performed, did the thing, tuka hype nini. Then tukachomoka. So when you were leaving, I posted a video of some lady, of some fan I met. So during that time, Shalkido aliniongelesha kaniliza story flani hapo that I might talk about later or no. Then akasongea madem. So tukichomoka, we lost him at some point there. So tukampigia simu, Mosha kampigia simu, kwa wapi nishachomoka nini? Nikamwambia tungoje. So akatungoja. So kutoka Thika, time unatoka tu Thika town, before you join the highway, kuna place wanauzanga mananasi hapo. So we met him there waiting for us, tukaongea kidogo. Nikamwambia let's go. So tulikuwa namfuata tu nyuma. So we came with Shalkido all the way. Tunafuata tu nyuma kwa barabara na ride bike pole pole tunaenda. Tukafika somewhere in Ruiru, tukastop. Yeye alikuwa mfuata highway, tukampigia karudi. Nikamfuelia, nikamwekea full tank. Kambia itakusukuma wiki nini. I'll share the videos of all this. Then tukachana vizuri, so tukamfuata pole pole. What time was it your time? Almost 4, senior. Kitu 4 AM somewhere there. So tukamfuata mpaka tukafika Kahawa. Pale pas tu KU. Hapo tu pas KU alikuwa mbele yetu akatupigia hivi dole, then aka exit. Then as we moved on, went to town, dropped Fred, went to Lavi, dropped Bethwell, went to my place. So Moshi na Munez wakachukua gari yao, wakaishia, slept, everything is fine. Then later we're being told that Shalkido got involved in an accident.
and is in a critical condition. He's actually in the ICU. Now apparently walisema blood ilikuwa inalikuwa kichwa kwa masikio. Yeah, so alikuwa na blood inatoka kwa masikio, then mguu imevunjika. Yeah, wanasema mguu imevunjika. So we don't know where or how it happened, but we are going to the hospital first, and then tumesikia pikipiki wapi? Police station gani? Okay. So we'll try and find out where the pikipiki is. Tumesikia kwa police station flani. We'll go to that police station. We find out what exactly happened. I'm sure they'll give us a report, and then we'll update you guys. So that is the update for Shalkido. So keep him in your prayers. Babake alishapigiwa simu, tumesikia amefika. So wacha tufike alafu tuone kukwaje. That is the update for Shalkido. Yo guys, so quick update on Shalkido. Tuko hospitali, tuko na baba Shalkido hapa. Yeah, so we are in KU Referral Hospital and things are not looking up because of a few factors. So number one, so when you came in, tukapeleka mpaka place yuko kwa ICU.